Ningependa kualika Nakuru Town West residents, wazee kwa vijana, wamama, kwenye maandamano ya 25th of June 2025 ambayo tutakuwa tunaandamana kuanzia checkpoint kuelekea Shabab na kutoka Shabab kuelekea Total roundabout na kuelekea KFA roundabout na kuelekea all the way to PGH or showground. Moja kati ya hizo mbili ambazo final communication tutapeana kwamba ambayo itamalizia pale PGH or showground kwa minajili ya kudonate damu. So maandamano yetu ni ya kucommemorate vijana ambao walikufa last year on 25th of June 2025 katika maandamano ile ambayo yanajulikana sana kwa jina Gen Z Uprising. Na maandamano yetu haitakuwa kwa sababu eti sisi ni pro government or against the government. Maandamano ya vijana ambayo ilifanyika 2024 ni wakumbushe ni kwamba haikuwa imelipwa na Gachagua. Hawakuwa wametumwa na Raila. Hawakutumwa na Matiang'i. Hawakutumwa na Ruto kuandamana. Kwa hivyo this was something that was it naturally occurred kwa sababu ya ile operation ambayo tumekuwa tukipitia kama Wakenya, ile bill ambayo ilikuwa finance bill ya 2024 ambayo ilikuwa very punitive. I can remember mimi mwenyewe nikijiuliza kwa nini tuweze kulipa punitive taxes kwa magari. So maandamano ya huu mwaka sio kwa sababu ya finance bill. Finance bill ya hii mwaka sio hiyo ndio inatupeleka kwenye maandamano. Makumbusho tuko nayo ni kwamba kuna vijana ambao walikufa, kuna vijana ambao waliumia, na tungependa haki itendeke. Familia za wale ambao walikufa waweze kuwa compensated. Familia ya wale ambao waliumia waweze kuwa compensated. Haiwezi kuwa sheria inatuprotect kwamba wakati tunafanya maandamano ambayo ni peaceful, inafaa tuweze kukubaliwa kuandamana, tuko na haki hiyo. Lakini askari wengine wanachukua mikononi mwao kuua wale ambao wanaandamana. Whether kuna orders from above ama there are no orders from above, askari yule ambaye anachukua bunduki na kuua Mkenya ni hatia. Na ningependa kwamba hii maandamano ambayo tutafanya ni call for justice. Na inaweza ikawa ni mwingine siku ya leo. Siku ingine inaweza ikawa ni wewe. Kama watu wanauliwa, kama mtu anauliwa njiani, mtu anauliwa akiwa kwenye korokoroni, itaweza ikakufikia pia siku moja, ama inaweza ikafikia mtu wa familia yenu. So we are calling for justice and we are not doing it for the sake of Gachagua. Hatukuji kwenye street eti kwa sababu sisi tunahurumia Gachagua ama tunamsupport. We are not doing it for the sake of Matiang'i. We are not coming to the streets for Matiang'i. We are not coming to the streets because of Ruto. Hatusemi tunakuja kwenye street eti kwa sababu tunatetea serikali. So maandamano hii nina invite wale wote ambao wanaunga serikali, wale ambao wamekuwa wakisema 10 bila break, karibuni kwenye maandamano kwa sababu hatupendi Wakenya wenzetu kuuliwa, na pia hatupendi kwamba wakati wanapouliwa familia zao hazikui compensated. Tungependa pia hii siku ya 25th of June iweze kutengwa na ikawa ni holiday. Hata kama tutakuwa tunapanda bado miti, ile siku ya mazingira day iweze kutolewa tarehe ambayo iko, ilete 25th of June kuhona, kwa sababu hakuna siku ingine ambayo protesters wamewahi kuingia parliament. Hii ni siku ambayo ni muhimu sana. Na sisi kama vijana hatujui mambo ya Madaraka Day. 1963 hatukuwa tumezaliwa. Wengine hata wazazi wetu wanaweza kuwa hawakuwa wamezaliwa 1963. So ni mababu zetu ambao wanaelewa mambo ya 1963. So mambo ya kuwa na Madaraka Day, mambo ya kuwa na Jamhuri Day ambazo sisi wenyewe hatuelewi sana, alafu tukawachiwa 25th of June should also be made a holiday. So our protest is going to be very peaceful. We want to make it very peaceful, the most peaceful demonstration ever seen in Kenya. We want to be escorted by the police. I already gave a letter informing the OCS and the OCPD Nakuru Town West, Kaptembwa. I already gave them a letter informing them that we are going to have a very peaceful demonstration and we expect them to escort us. We already have an agreement. Niliwaeleza kwamba tunataka kusindikishwa na gari zao. Mbele na nyuma tunataka kusindikishwa. Tunataka kuwa na askari pamoja na sisi katika maandamano hayo, na itakuwa ni amani. Na goons, you are warned. If you think of bringing in violence, then this is a warning to you that we know you. So we will identify you, we are going to expose you even to the police, we are going to arrest you. Sisi wenyewe wa Kenya tutakuarrest. So hii siku tutamalizia kwa kutoa damu. Kutoa damu ni muhimu sana nchini kwa sababu wakati mtu ameumia,
tuseme kutokana na kupigwa risasi. Unaweza kuwa umepigwa risasi kwenye sehemu yoyote ile ya mwili, ukamwaga damu, ukaishiwa damu kwenye mwili. Kitu ile ambayo inakuua zaidi ni ukosefu wa damu. Na saa zingine unafika hospitali, unaweza pata ajali. Unapata ajali njiani na mguu umevunjika, mguu haiwezi fanya ukufe. Lakini kwa sababu ya kumwaga damu, unaweza ukamwaga damu mpaka ukakufa. Na ukafika labda hospitalini, hakuna damu. So we are going to do something positive for the community on this 25th. We want to remember the Gen Zs who died. We want to remember those who got injured, not by spreading more violence, not by throwing stones, not by looting shops, not by throwing stones to police officers. We want sisi pamoja na police officers tuweze kutoa damu. It will be a very peaceful march. And this also is an invitation to the media houses so that they come and join us on this day. We want them to air also a very peaceful demonstration, the Nakuru Town West chapter, and I'm inviting every Kenyan of goodwill, old or young, to the demonstration. I have friends who are educated ambao watakuwa kwenye protest hii. We have very prominent people ambao pia in the society, kuna wale ambao ni madaktari, tuko na journalists ambao wako willing kujiunga na sisi, tuko na mawakili ambao wako willing kutoa damu hiyo siku ili kukumbuka Gen Z. So tayari tuko na madaktari, tuko na aina yoyote, tuko na actors from all sectors. I don't want to mention names, lakini maandamano yetu itakuwa ni ya amani na ni ya watu wenye heshima. Haitakuwa na gunism, haitakuwa na uibaji, na wale ambao watadhubutu watakiona cha mtema kuni, kwa sababu sisi wenyewe raia tutawaarrest na tutawaweka kwenye korokoro za askari, tutawapatiana kwa askari. Asanteni sana. Karibu 25th of June 2025, itakuwa ni Wednesday. Karibuni sana.